Naitwa Elimisha Watini, nina umri wa miaka 18, nimetokea nchi ya Tanzania, kata ya Ololien, wilaya ya Arumeru. Sijaolewa, mimi ni mama na mtoto mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi 8. Nimesoma mpaka kidato cha 4. Kwa majina yangu naitwa Lea Lomnya na miaka 18. Ni Tanzania, wilaya ya Arumeru, kata ya Ololien. Sijaolewa, nimefikia darasa la 7. Sina mtoto. Kwa majina naitwa Neema Lazaro Stefani. Na umri wa miaka 17. Nipo nchi ya Tanzania, wilaya ya Arumeru, kata ya Ololien. Sijaolewa, sina mtoto. Nilisoma mpaka form 2. Sababu ya kuacha shule niliona aibu kurudia. Maisha yangu yalikuwa ni magumu sana. Nilikutana na changamoto ya mimba za utotoni. Maisha yangu yalikuwa magumu kabla ya kuanza programu hii. Kwanza kuwa katika magrupu yasiyofaa. Changamoto hizi zilinifanya nikose mwelekeo wa maisha. Jamii kunichukulia vibaya, kutokuwa na marafiki na kazi za nyumbani. Nilijua programu hii kutoka kwa wasichana wenzangu. Kilichonifanya kujiunga, kwanza kujikwamua kiuchumi. Kuna sehemu salama ya kucheza na kujifunza na kuzungumza. Ndio nilitegemea kupata mabadiliko ya kujiunga. Nimepitia mafunzo ya utengenezaji wa sabuni, nimepitia utengenezaji wa batiki, nimepitia mafunzo ya ufundi na ufugaji wa kuku. Sina mafunzo niliyowaipata zaidi ya hiyo. Nilipenda zote, lakini niliyobobea sana ni ufundi cherehani. Katika programu hii ilinifanya kuwa tofauti kwa sababu nimejiamini na nimepata mafunzo na marafiki pia. Nijisikia furaha sana kujiunga na mabinti wenzangu. Mimi binafsi nimejisikia kuwa na amani, kujiamini na kujithamini. Nina sehemu salama ya kuzungumza na kucheza na mabinti wenzangu. Kuwa kwenye safe space kulinifanya niwe wa tofauti. Mafunzo niliyopata ya kimaisha yamenisaidia kufanya kazi kwa pamoja na kufuata muda. Haya mafunzo ya kimaisha yamenisaidia kupambana. Ujuzi nilopata wa ufundi cherehani ambao unanisaidia kupata kipato na kukidhi mahitaji yangu. Najiamini kwa kuwa jasiri kuongea mbele za watu na pia kujisimamia katika mambo yangu. Kwa sasa najiamini. Najiamini kwa sababu nina uwezo wa kuongea katika umati, kuhamasisha mabinti wenzangu asikate tamaa na wapambane katika maisha. Uhusiano wangu nyumbani najiona vizuri na jamii wananiona vizuri. Naona tofauti kwa sababu sasa hivi ni fundi, wanaweza wakanipa hata nguo, naweza nikawashonea. Kwa sasa hivi na kipato ninayopata ni kidogo sana, nategemea pata na mashine yangu taweza kuisimamia. Jamii imeona mabadiliko mengi kutoka kwetu sisi kwa sababu tunaendelea kuhamasisha mabinti wenzetu kujiunga na sisi katika programu hii. Lakini pia tumekuwa ni mabinti wa mfano wa kuigwa katika jamii. Tunajivunia kwanza mabinti kujiamini, kufanya kazi kwa ushirikiano, kupata tumaini la safe space. Naona nimepata tumaini la kumlea mtoto wangu. Sisi kama kikundi tunajivunia, tunaweza kuwashonea watu nguo na wanatuamini. Mwanzo aliniona kama mtu wa kawaida, lakini sasa hivi ni fundi na nashona nguo. Ndoto zangu na malengo yangu ya baadaye nipate cherehani na mtaji na nizidi kuhamasisha mabinti wenzangu wasaidia. Kwanza jamii iendelee kuhamasisha mabinti kukomesha ukatili wa kijinsia na pia kuwasaidia mabinti kujihamasisha na kujikwamua kiuchumi. Tumekuwa mfano wa kuigwa na mabinti wengine katika jamii. Shauri ninawapa mabinti wenzangu wanaopitia changamoto mbalimbali, na washauri wajiamini na wajiunge katika programu hii na wapase sauti zao, wasinyamaze pale wanapopata ukatili wao kama wao, lakini baadaye pia waweze kujiunga na programu hii na waweze kujifunza zaidi.